But when you are in you will have everlasting life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ile 22 pale inasema nini? Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yapokee sana mafundisho yatokayo. Receive so much all the teaching from him. Maana yeye ndiye mwalimu mkuu, hakuna mwingine. Because he is the greatest teacher, there's none like him. Na hawezi yapokea mafundisho kutoka kwa Mungu. And you cannot receive teaching from God Kama mtu if you do not know God. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua Mungu ndio mlango. To know God is the door. Ndio mlango wa kupokea neema. It's the door to receive Na grace hekima and intelligence na umaarifa and more knowledge na vyote vile vinavyosema. and all those other things. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha pili ninataka msomaji wangu anisomee Kumbukumbu la Torati. And the second book that I want my reader to read is Revelations 4:39. Kumbukumbu la Torati 4:39. Tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4:39. Inasema hivi: kwa hiyo ujue leo hii, ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua Mungu, kujua kwamba yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo mwisho, hakuna mwingine. To know God is that he is the beginning and the end, Alpha and Omega. Kama wewe umjuaye Mungu, If you do not know God, kama wewe umjuaye Mungu, you do not know God. Who knows God? Exactly. jua ya kwamba Mungu ndiye, hakuna mwingine. Know that God is and there's no one else. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye hakuna ajaye, hakuna mwana mjaga mbele yake, Before him, there was no one that came na before him, hakuna atakaye kuja kabla yake. and there was no one that's going to be after him. Yeye tu mwanzo mwisho, Alfa na Omega, ndiye It's just ndiye. him, no one else. Alimwambia Musa kwamba eti mimi niko ambaye niko. He told Moses, I am, because I am. I am who I am. Bwana Yesu asifiwe. Alisema kwamba mimi niko. Akisema kwamba mimi niko, maana hakuna mwingine, ni yeye tu. Bwana Yesu It asifiwe. says I am because there's no one else. Na ndio maana inaandikwa kwenye kitabu kile cha Kutoka kwamba eti msiabudu miungu ya kuchonga. And that's why he says in the book of Exodus, you should not worship offerings. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msiabudu miungu yoyote ile. You should not worship other gods Maana yeye ni yeye tu. because it is just him. Na akasema kwamba unapoabudu Mungu mwingine, yeye hapa na wewe akanena kwa wingi wake. And he says that if you praise other statues, he will be jealous. Because yeye ni Mungu wa wivu wake. Yeye anasema kwa wingi. Because he is a jealous God, as he says. Anapenda mali yake iwe yake tu. And he wants his treasure to be himself. Sasa nikiwauliza nini kanisa, mali ya Mungu ni nani? What is God's treasure? Naomba majibu. And I'm asking the church, what is God's treasure? Babuka. Mali ya Mungu. Grandma? Sauti yako haiko inafika huku nyuma. Wamsikii kule. Niona kwamba mali ya Mungu ni nini? What is God's treasure? Maana ya Mungu. Mali ya Mungu. Treasure of God. What is God's treasure? Mali yake ni nini? What is God's treasure? Mali ya Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. What is God's treasure?
God's treasure. Inasema maji ya Mungu. We God's treasure. Bwana Yesu. Sisi ndio maji ya Mungu. We the people are God's treasure. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulio wana wa Mungu ndio maji ya Mungu. We who are made in God's image are God's treasure. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio maana tunapokwenda kuabudu ni Mungu, tunatoa sisi kuwa maji ya Mungu. Ndio maana anasema kwamba nitanena kwa Mungu wangu. And when he says, those people who worship other gods, we are stealing God's treasure. He is jealous of those other gods because they are stealing his treasure. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kumjua Mungu ni kujua kwamba Mungu wako ni nani. To know God is to know who is my God. Na ndio maana tunajua kwani tunapoka tunatofautisha kati yetu sisi na wenzetu Waislamu. And that's how we separate ourselves with our brothers, the Muslims. Bwana Yesu asifiwe. Waislamu wanamwabudu Mungu lakini wanamkataa Kristo. The Muslims accept God but they reject Christ. Wanaikataa ile sadaka iliyokuja ili sisi tukombolewe. They reject the offering that was given so that we can be saved. Ndipo tunatofautishwa. And that is how we are separated. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Maana Lord. Kristo alisema kwamba mimi na Baba ni mmoja. Because Christ says, me and the Father are one. Na pia akasema kwamba mimi niko ambaye niko. And then God said, I am who I am. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na pale unapokataa kumwamini Kristo, And if you reject to believe in Christ, ndipo pale unamkataa Mungu. and then that means you have rejected God as well. Maana huwezi kumwamini Mungu na hukumkataa Kristo. You cannot reject Christ and believe in God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Niko naeleweka? Am I making sense? Niko naeleweka? Am I making Nauliza sense? kule juu. I'm asking in the back. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ningeomba msomaji wangu anisomee Timotheo wa pili 1:12. I asked my reader to read Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Timotheo wa pili 1:12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sitahayari, kwa maana namjua niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kulinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile. Amen. Hiyo mwanzo. Bwana Yesu Praise the Lord. Praise the Lord again. maana anamjua yule aliyemwamini na yule aliyetia amana. Because he knows who he believes in and who he puts his faith in. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Swali yangu kwa kanisa ni nani aliyetia amana yenu kwake? Mlitia My amana. question for the church is, who do you put your faith in? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jamani, bwana tuko kimya sana. You guys are very quiet. Ama tubadilishe swali. Amana gani umeitia kwa Mungu? Let's change the question. Where do you put your Bwana Yesu asifiwe. deposit your faith? Ni amana gani uliyoitia kwa Mungu? How much do you deposit into God? Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka mamangu pale chini. I would like my mom to answer the question. Ni amana gani In what way? uliyoitia kwa Mungu? Amana yako ni nini uliyoitia kwa Mungu? How much do you deposit? Your faith. Amana ni amana gani uliyoitia kwa Mungu? Tuseme unachumbia msichana, unaweka
Mkristo umeitia kwa Mungu ni amana gani? As a Christian, how much do you deposit into Christ, God, your faith? Karibuni kwa majibu. People are welcome to answer. Jibiu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kujifunza ndio inatupatia, inatuonyesha mwendo. To learn is, that's how it shows you the path. Na tuonyesha njia ya kweli. The way to go. Na kumfikia Mungu. To reach God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kivyangu, amana yangu kwa Mungu. Me, myself, how much I deposit to God. Amana yangu mimi kwa Mungu ni uhai wangu. What I deposit to God is my life. Maana nikikumbuka ni mangapi And when I remember the amount of times aliyonilinda yeye, that ni mengi sana. He guided me, Ni mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. so many times. Tangu tumboni mwa mama yangu akasema kwamba huyu atakuwa wangu. Since the day I was in my mother's stomach, He said that this person, this baby, will be mine. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kama vile Yesu alivyomwambia Yeremia kwamba tangu tumboni nalikujua. Just like how He told Jeremiah, since you were in your mother's stomach, I knew you. Nikakuchagua. I chose you. Vile vile jamani anasema nilipokuwa tumboni mwa mama yangu akasema utamzaa mtoto. Same way He said that to my mom. Atakuwa mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. My servant. Hivyo basi amana yangu mimi kwa Mungu ni uhai wangu. And my deposit to God is mine. Na nikisema eti nijichanganye maishani mwangu, niende katika njia isiyofaa, atasema kwamba hii amana yangu haina tena kazi kwangu, ataninyakua. Bwana Yesu asifiwe. Atarudisha ahadi yake. If I was to walk away from His path, He would say that the deposit is void. It would be a useless deposit. Bwana Yesu asifiwe. Kama unamjua Mungu, kumjua Mungu ni kujua amana yako kwa Mungu ni nini. So if you know God, you have to know what is your deposit to God. Inaweza ikawa mtoto wako, It could be your child. inaweza ikawa maisha yako, It could be your life. ama yaweza kuwa kitu chengine chochote kile ambacho umekitia kwa Mungu. Or it could be anything else that you have given to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuongezea, nikitambua Yesu Kristo na babaye aliyemtuma, ile ni amana kubwa, kwa sababu ukitambua kwamba Yesu Kristo ni nani aliyetumwa kwetu na kazi gani anayoifanya kwetu, ile ni amana kubwa ambayo anawekeza wewe. Amen. Hiyo pia kumwamini Kristo pia ni amana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio amana. To have faith in Christ is a big deposit. Haleluya. Tuingie sasa kwenye tabia za mtu amjuaye Mungu. Now we will go into the descriptions of a person that knows God. Bwana Yesu asifiwe. Yule amjuaye Mungu ni mtu mwenye utu upya. A person that knows God is someone with a new calling. Bwana Yesu asifiwe. Utu upya ama wito upya. Msomaji nisomea Wakorintho wa pili 5:17. Wa pili 5:17. Ndio. Wakorintho wa pili 5:17. Tunasoma katika jina la Yesu. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni tabia ya kwanza ya mtu amjuaye Mungu. That is the first thing of a person that knows God. Kuwa na utu upya. To have a new, Kumwamini Kristo. to have faith in Christ. Kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Accept God as your Savior. Maana hiyo ndio kuvaa utu upya. That is how to wear a new being. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kumwamini Kristo na kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako ndio ubatizo wako. Kanisa la Tesemeni. Amen. Batizo kwa Roho kisha batizo kwa maji. Be baptized by heart and then go be baptized by God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa Roho ni pale unapomkubali Kristo. In heart is to accept Christ. Kuwa Bwana na Mwokozi wako. To accept that Christ is your Lord and Savior. Haleluya. Haleluya. Tabia ya pili ya mtu ambaye Mungu. Second act of a person that accepts Christ. Anajua kuheshimu viongozi. He knows to respect leaders. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji nisomee Ibrania 13:17. The reader read Abraham. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watiini wanaowaongoza. The people that lead you, Wanaowakeshea, maana wao wanawakeshea wanakesha kwa ajili ya nafsi zenu. the people that stay up for your souls. Watiini hao. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuheshimu viongozi pia kunakuja kuheshimu wazazi. You have to, as well as that you respect your leaders, you must also respect, Maana wazazi wako ndio viongozi wako. because your parents are your leaders. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi ni viongozi wako. Parents are your leaders. Na mchungaji wa kanisa pia ni viongozi wako. The person that leads the church is Vile vile yule anayekufundisha kuhusu mambo ya kiroho pia ni kiongozi wako. the people that teach you about God are also your caretakers. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wetu wa kanisa hapa ni viongozi wetu. All the elders of the church are your Ndio maana caretakers. inatupasa tuwaheshimu. That is why you must respect them. Maana wao wanakesha kwa ajili ya nafsi zetu. Because they stay up all night in Gesha for hours. Na wao ndio watatoa hesabu, wataulizwa kwa ajili ya nafsi zetu. And they are the ones that will be asked about our souls. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yakobo akasema kwamba sio kila ndiye apasaye kuwa mwalimu. And that is why it says not everyone can become a teacher. Yakobo alisema hivyo, maana akasema tena kwamba maana sisi tunaofundishwa And the Lord said, tutahukumiwa mara 100. those who are the teachers will be judged 1,000 times more. Bwana Yesu asifiwe. Tutahukumiwa zaidi maana tunafundisha kuhusu Kristo. Na tukiwafundisha tukiboronga katika kufundisha tunapoteza nafsi ya If you do wengine. it wrong, you will lose the souls of the people who are listening to you. Hivyo hivyo pia viongozi wa makanisa. And in that same way, the leaders of the church. Hivyo hivyo pia mzazi wa mtoto. In that same way, the parents. Maana ukimkuza mtoto wako katika njia isiyompasa Mungu, Because if you push your child into a way that does not follow, wewe ndio utaulizwa kwa ajili ya nafsi you yako. will be asked about that child's soul. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe mzazi unamfundisha mtoto wako, kumwonyesha mtoto wako njia ipasayo. Because you, parent, did not show your child the way. Unaweza ukasema kwamba mbona nimemwonyesha kidogo lakini yeye hakuna akili. Lakini kazi yako wa Mkristo muonyeshe njia ipasayo. Kama atachukua ile njia Because they say that, oh, I tried, but my child went the other way. You are still held responsible for your child. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya mzazi ni kumwonyesha mtoto njia, muonyeshe njia ipasayo. The job of a parent is to show their child the way, Lakini sio kumforce kutembea kwenye ile njia. but they do not have to follow. Like, it's your responsibility. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako kama vile Mkristo, muoneshe tu njia ipasayo. Muonesha kwamba ukienda kwenye njia utafanya hivi. Ukienda kwenye njia utarudia. Na ndio kama
will not receive anything good. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuwafunza kwamba ni wasile lile tu. Aliwaambia mazao. But he told them the negative effects of eating the fruit. Lakini chaguo limekuwa la. But he gave them the choice. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Na watu hapo pale walipowapatia pale lile chaguo, wakachagua kula lile tunda. And in that choice that he gave them, they chose to eat the fruits. Walichagua kula lile tunda. Ndio pale sasa akawajia kamuuliza Adamu kwamba Adamu umefanya nini? And God asked Adam in that moment, Adam, Akamwambia Adamu umefanya nini wewe? Umefanya nini wewe Adamu? Lakini Adamu akajibu kwamba huyu mwanamke uliyempa ndiye. and then Adam answered, this woman that you have given me is what I made me do this. Hapo ni jambo la kuhuzunisha, maana Adamu alimlaumu Kristo. Because in that moment, I didn't know to say that Adam blamed God. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Alimlaumu Mungu, Adam blamed God. lakini hakika alikubali makosa yake na kwenda kumwomba Mungu msamaha. He instead should have accepted his actions and asked God for forgiveness. Ashika kweli Mungu atasamehe. Bwana Yesu And asifiwe. if that happened, God would forgive him. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Na Lord. Adamu alijua maana yeye ndiye aliyekuwa kichwa. And Adam knew that he was the head, like he was the leader in that moment. Ndio maana Mungu alimjia akamuuliza kwamba tumefanya nini Edeni? And that is why God came to him first and asked him, why Kwa have nini you tumekula eaten nini? why have you eaten that fruit? Kweli Adamu angeomba msamaha na kusema kwamba Baba tulipitiwa tusamehe. He would have asked for forgiveness. Katika kweli God forgive us. Bwana Yesu asifiwe. God will forgive us. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye yule jana hata leo. God is yesterday and today. Katika agano la kale alikuwa mwenye hasira. In the Old Testament, he is a God of wrath. Lakini tazameni jinsi Baba Mungu amebadilika. Ni yule yule hata leo. In newer Exodus in the New Testament, he's still living. Bwana Yesu asifiwe. Maana ingekuwa ni ile tulikuwa kwenye agano la kale. Hakika kweli makanisa mengi yalikuwa yameshateketezwa. Haleluya. Many churches would have Bwana Yesu come to asifiwe. church. Maana Mungu hapendaji mizao kwenye kazi yake. Anataka kwenye kufanya kazi yake. Na pale unapoanguka, ukianguka omba msamaha. And if you were to fail, you must there and there ask for forgiveness. Hata katika agano la kale pia alikuwa anasameheana. Bwana Yesu. Even in the Old Testament, he did Ni forgive. vile tu ilibidi tutoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio hivyo mwenye kumjua Mungu imekupasa uheshimu viongozi wako. You who knows God, you must respect your elders. Heshimu viongozi wako, maana hao ndio watakaoombewa hesabu ya nafsi zetu. They are the ones that will be asked about your soul. Wao ukipotea, wao ndio watahukumiwa, maana wamekudhilisha, wamekuonyesha njia. And if you were to divert from your path and be lost, they are the ones that will be judged. Lakini kiongozi pia kazi yako ni kuonyesha njia, sio kuchaguliana. That you, the leader themselves, you must only show the path, not choose the path. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuchaguliana, ni kuonyeshana. Ndio kazi yako. Mwache njia ipasayo, Another person you have to lakini chagua unacho. But the choice is always the person. Lakini patie mafundisho inayotosha kutambua njia iliyo sahihi. Give them the teaching because that is enough to show them the path. Maana usipofanya hivyo wewe ndio utakayeulizwa. Because if you are not to show, if you do not do that, then you will be asked. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tabia ya tatu ya mtu amtoe Mungu ni mwenye kumtolea Mungu. Anajua kumtolea Mungu mali The zake. third character of a person that knows God is being able to give. Msomaji wangu nisomea Wakorintho wa pili 9 sana. The reader in Corinthians chapter 9 verse 7. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu hupenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Amen. Kazi ya Bwana
kulazimishwa, not until you are forced, sio mpaka usukumwe na wazazi. not until you're pushed. Bali mtolee Mungu pale kwa nasema na baba Mungu amenitendea mema, acha nimtolee. Give to God as you think in your mind. Hawezi kumtolea mtu God has asiye. given me so much, I must give it back. Huwezi kumtolea mtu usiyemjua. If you not know God, you can't give it back. Huwezi kumtolea Mungu chochote kile kama You umjui. cannot give back to God if you not know God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo pamoja na kitu ambao wanasimama kwamba eti luck. There's something that people say called bahati. Bahati. Bwana Yesu asifiwe. Hakunaga kitu kama vile bahati nzuri hapa chini. There's no such thing as good luck. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaonaga wakipata kazi wanasema eti ilikuwa bahati nzuri. Hapana, Get things in it and they say, oh, that was just good. hakunaga kitu kama vile bahati nzuri. There is no such a thing as There's luck. no such thing. Hakuna kitu kama bahati. Bwana Yesu asifiwe. Maana yote ni neema ya Mungu, ni upendo wa All Mungu. that good is from Baraka ya Kristo kwao. Hakuna kitu kama vile bahati. Bwana Yesu it's asifiwe. a blessing from God. Hakuna kitu kwa ajili ya bahati nzuri mimi nimepata. You can't say that, oh, because of Eti good kwa luck, sababu ya bahati nzuri I mimi graduated. nimepata. Hapana. And then you can't say that I graduated because of good luck. Bwana Yesu asifiwe. Praise Maana yote mema yanayotendeka maishani mwako ni neema ya Bwana. has happened in your life is from Kama bado unapumua sio bahati bali ni baraka. your breath is a blessing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana pale mimi naona watu wanyokosa kumsifu Mungu tena Because unakaza when I see people are unable to praise you, Lord, maana ukiwa uhai wako wao pumzi yako ni shahidi ya kwamba Mungu bado yuko. who are awake and breathing, it's proof that God is working in your life. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Mungu anatupenda. People, Mungu anatupenda sana. God loves us a lot. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya pili, tabia ya nne ya mtu mwenye kumjua Mungu ni mwenye upendo ndani mwake. The fourth character, the person that knows God, is to know that God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwenye upendo ndani yake. Maana Kristo alisema, ninapenda mbinguni lakini nimewachia amri kuu ambayo ni upendo. Haleluya. Is to have love in your heart. That's the fourth character of the person that. Maana ukasema kwamba huwezi kumpenda jirani yako unayemwona, hauwezi kunipenda mimi na wakati unamchukia jirani You are not yako. able to love God if you do not love your neighbor. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na upendo ndani yako na unapenda jirani yako, unapendana, uko na upendo. If you have love in your heart and you are able to Sasa mpenzi za Mungu. and love God and love your neighbors. Penda Mungu baada ya kuwapenda jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Love God before you love your Sasa utie Mungu watie jirani zako mbele ya Mungu hapana. Nasema penda jirani yako kisha kumpenda sana. Maana huwezi kumpenda Mungu usipompenda jirani yako. Bwana Yesu You are not asifiwe. able to love God if you don't love your neighbor. Bwana Yesu asifiwe. Amri kuu tuliyoachiwa ni upendo. The greatest command that was left with us is to love. Baada ya hapo inakuja sasa waheshimu baba na mama. Bwana Yesu. And the other one is to respect your Bwana Yesu or asifiwe. honor your father. Kuwa na upendo ndani yako ni shahidi ya kwamba Mungu yuko ndani yako. Na kwamba bado uko na Mungu. To have love in your heart is to have God in your heart. Bwana Yesu asifiwe. Ya tano ni mtu mwenye kusamehe. And then the fifth one is a person that is able to forgive. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unajua kusamehe, amjue Mungu anajua pia kusamehe. One that knows God knows how to forgive. Maana maandiko yamesema ya kwamba msipowasamehe watu wenu na Mungu amekulipia. Because it is written that if you do not forgive, then me, God, I will not forgive. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni upendo na upendo unajua kusamehe. Because God is love and love knows how to forgive. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libariki. Ya sita ni kwamba And the sixth one ni mwenye kujitenga na marafiki wabaya. is a person that knows to separate himself from bad people. Mtu ambaye anamjua Mungu anajua kujitenga na marafiki wabaya. One that knows God is able to separate himself with bad friends. Hii moja hapo wazazi wanataka
kusema eti ni kwa ajili ya vijana wetu, hapana, bali ni kwa ajili ya watu wakubwa pia. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaweza ukawa mama wa watoto wengi, lakini marafiki wako nao ni wale wanaopenda mabosi, wanapenda kusema sana. You can be a parent of many children, but your friends, the parents' friends, are friends that talk a lot. Sijikutana na wazazi wenzenu, Because Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani wazazi, tunajua niko naongea. Sio kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni mmoja kujitenga na marafiki wabaya. Wale marafiki wanaopenda kusemezana. Wanaweza kusemezana wa uzalendo. The person is able to separate himself from friends that talk about Man, tujitenge na marafiki wabaya. Maana marafiki wabaya wanaopenda make you not be able to go to heaven. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu nisomea Wakorintho wa kwanza 15. Read 1 Corinthians chapter 15 verse Msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema kwa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Do not be tricked. Hata kama uwe mzazi wa watoto 10. Bad words can ruin relationships, even if you have a lot of kids. Hata kama una watoto wangapi, ukiwa na marafiki wabaya, jua kwamba mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. If you have bad friends, the way you talk, bad talk can ruin good actions, good personalities. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijamaanisha kwamba nikatisha mazungumzo na marafiki wako wasiokuwa na imani. Hapana, bali tia mipaka. Bwana Yesu asifiwe. I just mean build a small boundary. Bwana Yesu asifiwe. Tia mipaka, sio kukatisha mazungumzo, maana kuna wokovu ni mbali kasema kwamba unahuzunisha ndugu zetu wako kwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Pia natumiki kwenda kuwatoa kwenye ile giza. And then we must, as Christians, hold our friends away from the darkness. Wale wasioamini wasome kwenye ile giza. Those who do not believe, it's our job to bring them to Christ. Kama Andrea leta wengine kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuleta wengine kwa Kristo, kuwa makini, wao usiwe kama wao, bali wafanye kuwa kama wao. People into Christ, you have to be careful not to become like them, but only to bring them to Christ. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kujua Mungu anajua kujitenga na marafiki. Who knows God knows how to separate. Usidanganyike, hata kama uko pasta wa aina gani, hata kama uko mwinjilisti wa aina gani, hata kama uko mzali wa aina gani, mazungumzo mabaya kila siku yatakusaidia tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uwe wapi, uwe kwenye level ya wapi, ukiwa na marafiki mabaya watakuharibu. If you have bad friends, they will ruin you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hii moja hapa si ni majina ya wanawake. Mwenye anamjua Mungu, binti mwenye anamjua Mungu asukasha. Child, a young girl that knows God does not wear braids. Bwana Yesu asifiwe. Asukaji. They do not wear braids. Petro wa kwanza 1 Peter 3:3. chapter 3 verse 3. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Petro wa kwanza 3:3. 1 Peter chapter 3 verse 3. Petro wa kwanza Ndio. 3:3. Kujipamba kwenu usiwe kujipamba kwa nuru, yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje. Yaani Adorn yourself.
kusuka nywele, You should not wear earrings, vitu vya dhahabu na mavazi. wearing jewelry and things like that. Jamani, Biblia inasema kujifunza kwa kujistiri. Dress respectfully. Bwana Yesu asifiwe. Sio mavazi ya kubana kumwili, sio mavazi mafupi mafupi, bali mavazi ya clothes. Usiwe mwenye kusuka nywele, unaweza kusema kwa jambo hajasema siwezi kusuka nywele sio zako. Jamani, usidanganyike, chochote kile kilichokatazwa kwenye maandiko ni dhambi kwa Mungu. In the word, it says Haleluya. that Wanawake shikilia sana hicho. Wewe mkaya Mungu, usiwe mwenye kusuka dhambi ni dhambi tu. does not wear earrings because sin is sin. That's what it says. Kwa vijana mnaopenda kwenye kanisa, Come to church. msiwe mnatia vitu vichwani mwenu, yaani kufunika vichwa vyenu mkiwa kanisani. You should not wear things that covers your head. Bwana Yesu asifiwe. Maana kufunika kichwa kwa wewe kijana ni aibu. Because he who covers their hair is Maana disrespectful. kichwa chako wewe ni mfano wa utukufu wa Mungu. Mfano wa utukufu wa Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anasema kwamba msiwe wapitana msifunike vichwa vyenu mkiwa makanisani. So it says, do not cover your hair while you are in church. Lakini kitu cha mwanamke ni utukufu wa mume. Ndio maana mwanamke wako ama mke wako akija kanisani afunike kichwa chake. Bwana Yesu And asifiwe. it's vice versa for Jina la Bwana libarikiwe. Somo neno la mwisho nilisoma hilo leo. in the last word I would like to read it myself. Ni kitabu cha Yohana Mtakatifu. In John Yohana Mtakatifu 4 chapter 4, 24. verse 24. Inasema ya kwamba Mungu